Lakini unaona pale wanajizingizia mashamba. Hapa mnajizingizia mpaka. Kuna wengine vile vile wanajisingizia siasa. Hiyo Jumatano katika sehemu nyingi katika Jamhuri ya Kenya, wananchi wengi waliumia. Wananchi wengi waliumia, wakatatizwa, biashara zikafungwa, maduka yakaporwa, na tukapata hasara nyingi sana, ikiwemo hasara ya miundo msingi, barabara zetu ambazo zimejengwa na kodi na jasho ya watu wa Jamhuri ya Kenya. Barabara inaharibiwa, buchari ya mtu, wakora wanaingia, wanachukua nyama, wanakula, na unauliza hivi, ningetaka kujua ni jinsi gani kuingia buchari ya mtu ambaye anatafutia watoto wake chakula na karo. Hiyo kabiashara anafanya kusaidia watoto wake. Kula hiyo nyama ya hiyo mtu inasaidiaje kushukisha bei ya sukari? Kuna uhusiano? Ningetaka tuelewane wenzangu. Tusipochunga tutachoma hii nchi yetu. Na tutaichoma polepole. Tukijifanya ni siasa tunafanya, ni mipaka tunapigania, ni mashamba tunapigania, na tutagundua hatuna nchi. Tumesema hata jana, na nataka nirudie vile Mheshimiwa Rais alisema, ya kwamba serikali haina shida na watu ambao wanafanya siasa yao. Siasa imekubaliwa katika katiba. Vyama ni vingi. Kuna wale wako chama ambacho ni chama cha serikali, wengine wako chama cha upinzani, na wako na haki. Wale ambao ni wafuasi wa chama cha upinzani wana haki kuuza sera zao ambazo ni tofauti na wale wako katika upande wa serikali. Vile vile wale wako katika upande wa serikali wako na haki na uhuru wa kuuza sera zao ambazo ni tofauti na zile za upinzani. Lakini uhuru wa kufanya siasa ni uhuru tu wa kuongea na kutoa maoni na kutoa sera na kwenda nyumbani. Uhuru wa kufanya siasa sio uhuru wa kuchoma mali, sio uhuru wa kuvunja maduka, sio uhuru wa kufunga barabara. Hiyo sio siasa, hiyo ni uhalifu. Magari mengi yalifungiwa barabara. Kuna gari moja ilifungwa, ilikuwa ya ambulance. Mama akiwa mahututi anapelekwa hospitali. Akawekwa pale masaa 4.5. Akafariki dunia katika hiyo roadblock ambaye ni roadblock ya uhalifu. Sasa wenzangu, lazima tukubaliane kama tungetaka nchi ya sheria na katiba, ama tungetaka kuharibu nchi yetu na tuchome sisi wenyewe, tuanze kuuana sisi wenyewe kwa wenyewe. Kwa hivyo wale wanataka kufanya siasa, fanyeni siasa, na mnajua utaratibu wa kufanya siasa. Unaambia maafisa wa polisi ndio walinde, msiumizwe ama msitatizwe na wale hawakubaliani na nyinyi. Mnaenda pale, mnaongea mambo yenu. Mnasema hatupendi hii sera ya serikali hatupendi. Kama ni sisi tungekuwa kwa serikali tungefanya hivi. Ikifika saa 12 mnaenda polepole, mnarudi kwa manyumba yenu mahali mlitoka. Hii ingine ambayo mnatangaza ati sijui tutafanya nini siku fulani, tuko na mkutano sijui wa kuandamana,
Na hiyo siku kabla ya saa 11 asubuhi maduka yanaporwa, watoto wanaumizwa, akina mama wananajisiwa, wazee wanadungwa visu. Hiyo ni siasa gani na ni maandamano gani hiyo? Na ni amani gani hiyo? Kwa hivyo serikali haitakubali kuangalia na macho nchi yetu ikiendelea kuzoroteka. Na tumesema wenzetu ambao tunawaheshimu, wanasiasa wa upinzani, wakome kuchoma nchi yetu, na ni lazima wakome. Sio tafadhali, sio tafadhali. And we mean business. Wale wanafikiri ni mchezo tunafanya, kwa sababu walifanya vile visanga walifanya Jumatano na wakafaulu kiasi, wajaribu hii Jumatano. Wewe jaribu kufunga barabara, jaribu kuvunja duka ya mtu, jaribu kutatiza uchukuzi wa umma, jaribu kuchoma mali, kuchoma afisi ya serikali ambayo afisi ya naibu commissioner wa county haina hatia. Huyo ofisa ako hapo kuhudumia wananchi na hata hatoki katika hiyo sehemu, ametoka sehemu nyingine. Wale maofisa umeona hapa wanatoka hapa kwenu, si wanatoka kila sehemu? Kuna wa Somali, kuna watu wa Pwani, kuna watu wa huko Nyanza, kuna watu wa Rift Valley. Wahuni wanaenda wanachoma afisi ya serikali imejengwa na kodi ya Wakenya. Ati wakichoma hiyo ofisi bei ya unga itashuka. Wengine wakachukua bendera ya taifa ya Kenya na kuichoma. Alafu mnasema katiba inasema niko na uhuru wa kufanya vile nataka. Katiba gani? Kuna katiba mbili ama katiba yetu ni moja? Ile moja. Si ni kweli? Hiyo katiba nimeisoma vizuri sana, mara mingi, kutoka mwanzo mpaka mwisho, mara nyingi. Mimi nimekuwa mwalimu wa chuo kikuu, nimeifunza hiyo sheria miaka karibu 20 kabla sijaenda kwa siasa. Kwa hivyo usituletee kisirani hapa ati katiba inasema niko na uhuru kufanya vile nataka kufanya. Ndugu zangu wa upinzani, tafadhali tufanye siasa kwa amani, tuuse sera zetu. Sijasema mkubaliane na serikali, kwa sababu upinzani haupaswi kukubaliana na serikali. Ni vyama tofauti. Na wale wanaunga mkono serikali, msilazimishe watu kukubaliana na sera za serikali. Wako na uhuru wa kuwa na maoni tofauti. Hiyo ni demokrasia yetu. Lakini wale ambao ni wafuasi wa upinzani, mkidhani ya kwamba mutajisingizia uhuru wa kikatiba kuchoma mali ya Wakenya, kuua Wakenya, kupiga polisi na mawe, kuchoma mali ya polisi, hata magari ya polisi, mukijisingizia siasa, mujaribu hiyo Jumatano, mujaribu hiyo Alhamisi, mujaribu hiyo Jumaa, mtapata chemtamakuni. Wacha nirudie, ndugu zangu wa Kenya, fellow Kenyans who are in the opposition, the government does not expect you to agree with the policies of government because you are in the opposition. You should criticize the government. You should offer different policies. It is your democratic right. But you must do so in peace and within the law. And those who want to test our resolve to retrieve our country from anarchy in the manner in which we witnessed on Wednesday, those who doubt
our resolve. Try monkey business on Wednesday, try monkey business on Thursday, try monkey business on Friday. You will live to regret for a very, very long time. Sijui kama tumeelewana. Mimi sijakuja hapa kutafuta kura. Mimi si MCA. Mimi siombi kura. Zamani nilikuwa kwa siasa, siku hizi mimi ni afisa wa serikali. Mimi ni waziri wa usalama wa nchi ya Kenya. Na kiapo nimekula ya kulinda na kusaidia rais na kushauri rais ili nchi yetu iwe na amani na thabiti, makabila yote, vyama vyote vya kisiasa, dini zote, tuwe na amani. So, what happened on Wednesday will not happen again. And I know there are some people doubting. Bado unajua hii Kenya yetu hii, nimeishi Kenya, sijaenda mbali, nimezaliwa tu hapa. Mimi ni Mkenya. Sisi tuko na ujuaji mwingi kama watu ya Kenya. Ujuaji ni mwingi. Na kimbele mbele na ukubwa, kila mtu ni mkubwa. Hakuna mtu mdogo, kila mtu anajua na ni mkubwa. Kuna watu bado hawaamini. Wanasema walisema siku ile ingine na hatukuona kitu. Na wanapanga hiyo uchafu. Mujaribu, endeleeni kupanga tukutane. Kwa hivyo watu wa Sondu, nyinyi ni ndugu. Hakuna mtu anachagua rafiki ama anachagua jirani. Rafiki unaweza chagua. Mke ama bwana unaweza chagua. Lakini uwezi chagua